Karibu kwenye chaneli yetu ya Liopo Channel. Chaneli hii inahusu mahusiano. Mahusiano ambayo nitayazungumzia leo hasa nitabezi kwa mabinti. Mabinti ambao wao wako na mahusiano ya watu wawili. Hizi changamoto mpaka nafika kuja kuiongelea ni kwamba nimepata kesi nyingi sana zinazohusu changamoto kama hizo. Kwamba unakuta binti ana wapenzi wawili. Ni binti lakini amewakubalia watu wawili ambao wako naye. Wao hawajijui. Lakini hapo huyu binti anajaribu kuchagua kwamba huyu na huyu yupi sahihi. Unaona? Anakuwa anapata shida katika kuchambua. Na kwa nini anapata shida? Kwa sababu anayempenda yeye hampendi. Asiyempenda anatangaza hadi kuoa. Hizo situation watu wengi zimewakuta, ndio mpaka leo nikawaletea hii. Kwa hiyo sasa cha msingi inapokutokea wewe binti ambaye uko kwenye scenario ya namna hiyo. Yule ambaye unaona hakupendi, yani unaona wewe umpendi, ambaye unampenda tu kidogo, ila yuko ambaye unampenda sana. Sasa yule ambaye wewe humpendi, yule ni mtu sahihi kwako. Utaniuliza, kwa nini awe sahihi wakati mimi binafsi simpendi? Nitaishi naye vipi mtu ambaye simpendi sana? Sababu ni hii. Yeye muda mwingi atatumia kukuridhisha wewe kwa vitu mbalimbali. Kwa muda wake, kwa mali, kwa chochote kile. Kwa hiyo atafanya kila njia ili wewe ufike kwenye kiwango kile ambacho yeye alipo, ili muwe sawa, kwa sababu anafahamu kama wewe humpendi kama anavyokupenda wewe. Anajua mtu usipompenda anajua, ila sema tu unakuwaga na kichwa ngumu pale kwenye kurudisha ile love, yani kama unavyompenda yeye apende hivyo, wewe umpendi sana, anajua kama wewe mimi anipendi sana. Kwa hiyo atafanya kila jitihada ili afanyeje wewe ukae kama yeye. Nikurudishe nyuma kidogo. Hawa wazee waliopita tunaita wahenga. Wale wazee wa zamani walikuwa wanakaa miaka mingi sana kwenye ndoa, miaka 30, 50 mpaka wanakufa pamoja. Kwa sababu ni hii. Wale walikuwa wanaoana sio kwa ajili ya mapenzi, kwamba wamependana sio na nini kama tunavyofanya sasa, vizawadi na vile mwisho wa siku wakaoana. Hapana. Wazee walikuwa wanaenda mbali sana kwenye hizi familia, wanaenda familia fulani kumwangalia binti anavyoishi pale, na ile koo iko vipi, wanaishije, yule binti yukoje, kwa anajua kabisa kwamba yule binti ana tabia nzuri, yuko vizuri, hana shida, ni mtiifu, anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo sasa huyu mzee wa kijana wa kiume anaongea na mzee wa binti, wakishaelewana wao, wakati huo nyinyi hamna taarifa. Kwa hiyo sasa yule binti anakuja kuolewa na mtu ambaye alikuwa hamjui, anachukuliwa anaenda kule. Kwa hiyo wale wazee wanachoangalia ni maisha. Kwa hiyo wote wamekutana, hawajui kitu, hawajui mambo ya ndoa, hawajui nini, wanafanya kuelekezwa. Kwa hiyo wanaishi kwa maelekezo hayo ambayo sasa hivi tuko nayo. Wengine wanaita kitchen party, wengine wanaita zile send off. Kuna maneno pale wengine huwa wanaambiwa wakati wa kumwaga pale binti, ile sheria ya kumwaga wanaita send off zile, wanafanya hivyo. Sasa yale wakati huo hayakuwa hivyo, yalikuwa serious kabisa, acha sasa hivi. Kwa hiyo na point yangu ni kwamba wale wazee walikuwa wanaangalia maisha, kwamba okay, huyu mtu sio kwamba tunaenda kukaa miezi miwili au unaenda kupima chumba alafu urudi. Hapana, yule ni mtu wako wa maisha.
Kwa hiyo cha msingi lazima kila kipengele ukipitie kwa uthabiti, ujue kabisa hapa nilipoingia ni mahali sahihi, kwamba hapa sisi hao watoto wanaenda kuishi, na wanaofanya hiyo kazi ni wale wazee, watu wazima. Lakini sasa hivi vijana tunasema yale mambo yamepitwa na wakati. Kumbe sisi ndio tumepitwa na wakati, kwa sababu ule wakati sisi tulikuwa hatupo na wengine walikuwepo. Wakati huu wao wapo na sisi tupo. Kwa hiyo sisi ndio tumepitwa na wakati, kwa sababu wao kipindi kile walikuwepo na kipindi hiki wapo. Kwa hiyo tuliopitwa ni sisi, sio wale. Sasa basi, pointi yangu ni kwamba lazima ujue huyo unayetaka kuishi naye, hayo ni maisha. Sawa, sio usimpige mahesabu ya mtu wa siku 2-3 mkaachana. Hapana, no. Huyo ni mtu wako wa maisha. Kwa hiyo sasa ni heri kukaa na mtu ambaye yeye anakupenda. Wewe hujampenda sana, lakini yeye anakupenda kwa dhati kabisa. Kwa hiyo katika kukupenda kwake, hapo utajikuta sasa ikitokea sasa umekubali kama anapokushauri akakuoa, katika hiyo ndoa kwako itakuwa na faraja sana, itakuwa na amani sana, kwa sababu huyu kijana yeye atakachokifanya kila siku atapambana ili wewe ukae kwenye ile njia ambayo yeye anaitaka. Kwa hiyo utakuwa umerelax huko ukifanya wajibu wako. Unaposema kurelax, sio kwamba baadhi ya vitu anapokutuma labda uanze kuleta ujeuri kwa sababu anakupenda, uanze kumnunia bila sababu kwa sababu anakupenda. Hapana. Tunachotaka sisi yenye muishi vizuri. Kwa hiyo anapofanya mwenzio lazima na wewe ujue kucheza pati yako. Cheze pati yako vizuri ili maisha yaende. Muwe na familia, muwe na maisha mazuri, mambo mengine yaendelee, muwe na kizazi kizuri. Kwa hiyo, kwa nini nilikukatalia kwamba huyu ambaye wewe unampenda, tena unampenda sana, yani kiasi kwamba hutaki kumpoteza kwa kweli. Alafu yeye sasa anakuona tu kawaida tu, yani anakuona kama wewe unajisumbua fulani yani. Yani wewe unakuwa kama wa ziada kwake. Lakini wewe ndio uelewi, uambii, ukiambiwa hivi na bwana huyo ni hivi na hivi, bwana mimi sielewi. Mimi Mungu kanichagulia huyu, kumbe umejichagulia mwenyewe mama. Huyo sasa akikuoa kitakachofanyika, kwa sababu mfumo uko hivi, huwa mapenzi. Yani mkipenda, yani wewe ukimpenda sana afu ukamuoa na ni ukaolewa na huyo unayempenda sana, kinachotokea ni kwamba wewe utafanya kazi kila siku ya kutafuta vitu vya kumridhisha huyu mtu, ili tu afanye kile unachokitaka, yani hawe kama wewe. Sasa hiyo kazi kwa wewe hutaiweza, na kama hutaiweza, hayo mambo yanayofanyika sasa hivi hayatadumu. Kwa hiyo mwisho wa picha sasa, hiyo ndoa itavunjika. Na sisi hatutaki ndoa yako ivunjike. Tunataka kila mtu awe na ndoa sahihi, awe na maisha sahihi, awe na mtu sahihi. Lakini huyo mtu ambaye wewe sasa umempenda ukaishi naye, mwisho wa siku utajikuta unashindwa kuendelea kuyafanya yale, ndoa inapalaganyika, mwisho wa siku unasema huna bahati. Lakini si kweli, bahati unayo, lakini umeichezea. Wako watu navyoongea hapa, wewe unaniangalia, wewe binti unaniangalia, una mtu ambaye umpendi, unampenda kidogo, unampenda tu kidogo, lakini anakupenda sana, lakini unamuona kama wa kawaida. Lakini sio wa kawaida. Muona, hilo ndio chaguo lako, na ndio maana yeye anajitahidi. Anajitahidi sana kufanya kila hali kuwa na wewe, lakini wewe unamuona kama vile kituko fulani hivi. Usifanye hivyo, nakushauri. Napokushauri ni hiari. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana na kwa nami. Majina yangu naitwa Jeremia John Liwoko.